Karibuni wapenzi wasikilizaji wa Radio Sedoa Kazi na Kazi, ni muda wa kufuata habari kwa lugha ya Kiswahili. Radio Sedoa Kazi na Kazi. Habari hizi mnazitangaziwa na Nicole Nduwayo, kwenye mitambo ni Even Mfasha. Hebu nianze na muhtasari wake. Benki Kuu Duniani itaendelea kuunga mkono nchi ya Burundi katika sekta ya viwanda, sekta ya nishati na sekta ya madini. Hayo ni mambo yaliyoigwa katika mkutano wa rais wa nchi na kiongozi wa kazi za Benki Kuu Duniani nchini Burundi, Kongo, Angola na Sao Tome and Principe, kama jinsi ilivyotangazwa na makamu wa msemaji wa rais. Pia tutagusia kuhusu habari za michezo hata habari za kimataifa. Si hayo tu, bila shaka kuna mengi zaidi. Karibuni. Radio Sedoa Kazi na Kazi. Kusaidia nchi ya Burundi kwa kutengeneza mavuno ya shambani kwenye viwanda, kuendeleza mbele sekta ya madini ni miongoni mwa miradi ambayo itaungwa mkono na Benki Kuu ya Dunia. Haya yalitangazwa Alhamisi na Sebastien Nahongendera, makamu wa msemaji wa rais wa nchi, baada ya mkutano wa rais wa nchi Evariste Ndayishimiye na Albert Zefak, ambaye ni kiongozi wa shughuli zinazofanywa Burundi, Kongo, Angola na Sao Tome and Principe za Benki Kuu ya Dunia. Sebastien Nahongendera alifahamisha kuwa mwakilishi wa Benki Kuu ya Dunia alisema kuwa benki itaendelea kuunga mkono maono ya nchi ya Burundi. Habari hiyo itarejelewa baadaye. Pesa zinazolingana na dola bilioni 1 na milioni 900 ndizo Benki Kuu ya Dunia ilizoweka katika miradi 16 inayofanywa hapa Burundi. Haya litangazwa Alhamisi na waziri wa hazina ya serikali Nestor Nahonuye katika mahojiano na waandishi wa habari baada ya mkutano na wanaounda Benki Kuu Duniani, wanaounda uongozi Burundi, ili watazamie kwa pamoja kazi zilizofanywa kwa msaada huo. Nestor Nahonuye alijulisha tena kwamba kulionekana matatizo fulani katika utendaji kazi wa miradi inayosaidiwa na Benki Kuu Duniani Afrika kote ikiwemo Burundi, kwa sababu kati ya 25% ya pesa ambazo zingetumiwa katika miradi hiyo kulitumiwa 13.3 tu. Habari hiyo pia itarejelewa baadaye. Tukielekea katika habari za kazi, eti kuwa na masomo mengi isikukoseshi kufanya kazi za ufundi, eti kisa unasubiri ajira serikalini kwani kila kazi inaponya. Haya lisemwa na mama anayefanya kazi ya kukodi nguo na vifaa mbalimbali vya sherehe, Eugenie Kwizera. Kazi hiyo anaifanyia kijijini Kinama, mahali ambapo wenzetu walimkuta, na alijulisha kuwa anaifanya kwa muda wa mwaka mmoja tu na tayari faida ameziona nyingi. Ila ijapokuwa mambo ni mazuri, hata changamoto zipo kama tu ilivyo katika kazi zingine. Ila kwa msaada wa shauku ya kufikia ndoto zake anayevumilia yote. Mfuateni akifafanuliwa na Regine. Niliamua kufanya kazi hii kwa sababu ni rahisi kuwa nitaweza kuifanya, na kingine ni kuwa niligundua kuwa itakuwa nimerahisishia raia, kwa sababu kabla ya kufanya kazi inafaa uige kwanza kuwa utaifaidika kulingana na sehemu ya kazi uliyoichagua. Kwa hiyo niligundua kuwa kulingana na sehemu niliyoichagua nitafaidika, kwa sababu wengi walilazimika kwenda kukodi vifaa hivi mjini, na kuwa vile si rahisi kupata usafiri. Niliweka biashara hii mahali hapa ili iwe rahisi kwa watu kupata wanavyohitaji mahali karibu. Nilianza kufanya kazi hii mwaka jana na nilijifunza mwenyewe, kwa sababu chuoni nilifuatilia masomo katika sekta ya uchumi na biashara. Kikweli faida ninazozipata ni nyingi, kwa sababu ni dhahiri kuwa huwezi kuendelea kufanya kazi isiyopata faida. Kesho yangu naiona nzuri, kwa kuwa ninapiga hatua siku hadi siku kulingana na jinsi biashara yangu inaenda ikiongezeka. Ila pia tunakumbana na changamoto za aina nyingi. Kwa mfano, kuna muda huwa mtu akikodi kifaa anakirejesha kikiwa kimeharibika au asikirejeshe kamwe, na hiyo inakuwa hasara kubwa. Kwa ufupi, kazi hii inahitaji kuwa na uaminifu, kwa sababu kuna wakati huwa tunatapeliwa kwa kuambiwa anwani sio ya ukweli.
Pamoja na yote, inaendelea kufanya kazi na nashauri wengine kujiandalia miradi ya maendeleo isiyohitaji mtaji mkubwa, na zaidi ni vizuri ikiwa watu wangependelea kufanya kazi kwa pamoja katika mashirika, kwani itakuwa rahisi kupewa mkopo na benki. Ushaka gukora bisaba umutahe munini ariko muri kumwe n'abandi ugasanga biroroshe. Katika habari za michezo, kwenye mashindano ya Premier League kunatarajiwa mechi ya 27 mwishoni mwa wiki hii, na Jumamosi ama Sipiri itashambuliana na Interstar kwenye uwanja Centre Technique kijijini Ngagara. Ngozi City itakutana na Royal Vision 2026 kwenye uwanja Urukundo. Vitalo itashambuliana na Academy Daira FC kwenye uwanja Urunani. Jumapili Buja Sport Dynamic itakutana na Bomamuru kwenye uwanja Urunani. Kayanza United itashambuliana na Rukinzo kwenye uwanja Gatkwaro. Olympic Star itakutana na Musongati kwenye uwanja Umucho. Messager Ngozi itakutana na Moso Sugar kwenye uwanja Urukundo. Aigle Noir itashambuliana na Flambeau du Centre kwenye uwanja Nkurunziza Peace Park Complex. Kwa upande wa wanawake wamefikia mechi ya 16 na Jumamosi Buja Queens itashambuliana na Arena Star kwenye uwanja Centre Technique kijijini Ngagara. Top Girls Academy itakutana na Bon Avenir kwenye uwanja huo huo. Intwari Kazi itashambuliana na Maika FC kwenye uwanja Urunani. Jumapili PVP Buyenzi itakutana na Inyange FC kwenye uwanja Centre Technique kijijini Ngagara. Kazoza Keza itakutana na La Colombe kwenye uwanja Urunani. Barani Ulaya, katika mashindano ya Europa League kulichezwa mechi Alhamisi hii ambayo ni robo finali, na Lazio Roma ilishinda Bodo Glimt mabao 3-1. Kupitia penalti, Lazio iliaga mashindano kwa mabao 2-3. Frankfurt ilicharazwa na Tottenham bao 1-0. Manchester United ilishinda Olympique Lyonnais mabao 5-4. Athletic Bilbao ilishinda Rangers mabao 2-0. Na timu zitakazoendelea na mashindano ya nusu finali ni Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham na Bodo Glimt. Na katika mashindano ya La Liga nchini Hispania Jumamosi hii, Barcelona itakutana na Celta Vigo, Las Palmas itakutana na Athletic Madrid. Jumapili Villarreal itakutana na Real Sociedad. Real Madrid itashambuliana na Athletic Bilbao. Nchini Uingereza, katika mashindano ya Premier League Jumamosi hii, Brentford itakutana na Brighton and Hove. Aston Villa itakutana na Newcastle. Na Jumapili Fulham itakutana na Chelsea. Arsenal itashambuliana na Ipswich Town. Manchester United itashambuliana na Wolves. Nchini Ufaransa Jumamosi hii, Paris Saint-Germain itakutana na Le Havre. Monaco itashambuliana na Strasbourg. Olympique Marseille itakutana na Montpellier. Na Jumapili Nice itakutana na Angers. Stade Reims itashambuliana na Toulouse. Na katika habari za kimataifa, watu zaidi ya 140 walifariki na wengine walipotea na kukosekana ghafla katika ajali ya boti iliyofanyika katika mto Kongo nchini Kongo. Mashirika ya kibinafsi yaliomba kamishna anayeshughulika na safari za kwenye maji asimamishwe kazini. Na nchini Kenya, Hospital Medihill ambayo ipo magharibi mwa nchi hiyo inashtumiwa kuwa inaungana na miongoni mwa makundi ya kimataifa kuuza sehemu za mili ya binadamu. Haya yaliwekwa hadharani na uchunguzi uliofanywa na umoja wa magazeti kutoka Ujerumani, na serikali ilichukua hatua. Wapenzi wasikilizaji wa Radio Sedoa Kazi na Kazi, huu ni mwisho wa habari tulizoandalia. Nimshukuru kila aliyenitega sikio, nimshukuru fundi mitambo Even Mfasha. Mlikuwa pamoja na mtangazaji Nikon Duayo. Ni Radio Sedoa Kazi na Kazi, sauti ya maendeleo. Kwaherini. Iyi radio irashitse, ni Radio CDO Akazi na Kazi. Iradio mwari munyotewe mwifuje kuva kera. Radio CDO Akazi na Kazi, la voix du développement. Mudusanga ku murongo wa megahertz 105 n'ibicindwi. Tugasamiranira mu gihugu c'u Burundi. Turaje tuzanye kabijya kadasanzwe ko kubafasha ingene mwirukana ubukene mu kwiteterambere ridakumira kandi rirama. Radio CDO Akazi na Kazi niyo radio igiye kubashikiriza ibiganiro vy'akanovera kandi bibigisha
kubigisha uko mwotera imbere mu buryo bwose. Hurumbire Radio CDO, akazi n'akazi, iradiyo yanyu, iradiyo yacu.